learn mini culture. Na kama unaugua zile chuki mini torture. Alright, nyuma kumva indirimbo imeze neza sana ni indirimbo yise Putin, akaba yitwa Izzo Bizness yafatanyije na JOHMAKIN. Ngo imeze neza sana nyirewe kuri YouTube yiwe ya Izzo Bizness. Hanyuma ndamufite ku murongo wa telefone yitwa Izzo Bizness, akaba numva ko ari kutwumva neza. Izzo, unatupata vizuri mzee baba? Yes, nawasikia vizuri kabisa. Habari za Rwanda? Rwanda tujambo, Rwanda shwari, yani Rwanda kila kitu ni Putin. Yeah, Rwanda mbarikiwa kuwa na watoto wakali. Oh my goodness. Basi uje uchukue yoyote unayomtaji. Nitakuja, ngoja najipanga nitakuja. Kwa hiyo ulishawahi kufika huko au ndo kuangalia au kwa unaona? Rwanda kufika, lakini I'm looking forward mwaka huu nitakuja Rwanda. Mwaka huu, yeah? Nitajitahidi kabla mwaka uje. Oh yeah. Nadhani uwanja wa ndege takuwepo ni kupokea au sio? No problem. Amazing. This is the Big Friday live. Unajisikiaje leo hii kupata nafasi ya kuongea mambo matatu na Wanyarwanda? Najisikia vizuri sana, lakini nashukuru sana pia kwa support. I really appreciate it. Hii ni kitu kubwa sana kwangu, so big up sana kwa Uwezo Radio, so I really appreciate it. Wow, amazing. Izzo Bizness kwa sasa ukitaja top 10 ya wasanii hip hop East Africa wakali, huwezi kuvuka hiyo top 10 bila kumtaja Izzo Bizness, yeah. Unajiona vipi katika hii engo ya kuwa msanii ama kuwa rapper mkali East Africa kama wengi wanavyoongea mitaani? Unajiona kwanza wewe katika hiyo top 10 au haujioni katika hiyo top 10? Kusema unajiona ni ngumu kwa sababu raia, mimi napenda sana vitu kuwataja raia. Lakini ambacho nakubali kutoka kwangu binafsi na naamini kwamba mimi ni rapper mzuri. Ndio. Najiamini kwenye delivery yangu. Au sio bana? Na kwenye content ambazo nafanya kwenye muziki wangu, so yeah, ukiniambia kama mimi, yes, najiona kabisa kwa kweli nyingi kwa kutokana na muziki wangu, vitu ambavyo na portray kwa sababu naongea vitu vya jamii. Au sio, na burudisha, so najiona hapo. Wow, amazing. Moja kwa moja turuke katika hii ngoma yako mpya Putin. Before uliachia kwanza audio, afu jana ndo kaachia video. Kwanza kabisa, kwa nini hii ngoma uliipa ile jina la Putin? Ulikuwa unataka kumaanisha nini katika jamii kwa ujumla? Putin hiyo ni slang. Maana yake hata mimi naweza nikasema bana, use of just put in work. Sio. Sema tuli hashtag ilikuwa inasomeka Putin. Umechelewa. Lakini wimbo ni put in. Ambayo ni tia nia, weka juhudi kwenye kile unachofanya. Na ndio maana ukisikiliza release zangu za JOHMAKIN, hapijaongea mambo yoyote politically au kumwongelea rais wa Russia. Hapana, tulikuwa tunataka kuleta hiyo controversial kwa watu, na tunatumia hashtag. Kuna wachache ambao walielewa, lakini kuna wengine hawakuelewa bado. Lakini wimbo ni tofauti, yani just ni slang tu, yani just put in work, au siongeza nia, weka jitihada kwenye kile chochote ambacho unafanya. Mimi naweza nikakwambia just put in. Oh yeah, amazing. Ni ngoma kali, by the way, ni ngoma kali. Wanyarwanda tumeipenda sana. Na nikajiuliza JOHMAKIN namfahamu kwa sababu ninatokea Arusha na wewe pia unatokea sehemu za Mbeya huko. Nikaona ni kitu ambacho kimejiconnect na kimekuwa kikubwa sana, Mbeya na Arusha kujiunga na kutengeneza kitu kama hichi. Naweza kusema ni kitu kikubwa sana. Na nilifuatilia baadhi ya video ambazo umeshare, ulikuwa ukielezea namna gani mlivyotengeneza hii project, na ukadekezea kuwa
kwamba S2KIZ ndio mtu ambaye alikupigia self for the first time, akakuita studio na mkatengeneza ili chupa. Nikajiuliza wewe na S2KIZ mlikuwa kabla washikaji ama mlijuana kupitia hii kazi ya usanii? S2KIZ mdogo wangu kitambo, yani tumefahamiana muda mrefu sana. Nishafanya naye kazi before hata hii, kabla hii. Kwa hiyo mtu ambaye huwa tunabaki nyingi, yani kwamba tunapigiana simu, tunakutana, tunapiga stories na nini. Kwa hiyo haikuwa kitu ambacho cha kushtukiza uchangamka, kwa sababu huwa tuna tabia ya kurekodi na kufanya kazi pamoja. Lakini hata ukisikiliza siku ambayo ameniita kwa ajili ya kwenda kufanya hii project ni wiki ambayo nilikuwa sijapanga kabisa kuja studio, lakini kwa sababu naamini kwenye determination yake, naamini kwenye spirit yake, nikaona ngoja nimfuate nikamsikilize. Na matokeo yake ndo tukapata hii ngoma ambayo tumerekodi na JOHMAKIN. Okay. Swali jingine hapo kati, wasanii ni wengi, kwa nini ukaamua kumchagua JOHMAKIN? Ilitokea kama coincidence, hata ilikuwa sio kitu ambacho kilikuwa planned. Baada ya mimi kurecord verse yangu, then tukafikiria S2KIZ akasema lakini amje kufanya kazi na Joe, unaonaje ukifanya naye? Nikamwambia bwana kweli, hapo muda mrefu sana tunapanga kufanya kazi, tufanye bwana, mtumie nione atasemaje. Kwa baada ya kumtumia Joe akaniambia yeye amone kumaliza. Oh yeah, nice, very nice. Wengi walikuwa wakiongea kwamba tulikuwa tumemiss vibe kama hizi katika rap, katika hip hop kwa ujumla. Wengine hip hop imekufa, wengine sijui trap ndio inashika zaidi. Yani tulikuwa tumemiss yani ule uhalisia fulani hivi, yani ule utamu fulani hivi wa hip hop kwa ujumla. So kwa wewe unaizungumzaje? Je, kweli hip hop ile hip hop yenyewe, real hip hop ilikuwa kama vile inakufa hivi, au bado ilikuwa ipo japokuwa tu nguvu zilikuwa hazitoshi? Yeah, hip hop haiwezi kufa. Yani fashion zote zitakuja, hip hop itabaki pale pale. Hip hop haiwezi kufa hata siku moja. Na watu wanafanya hip hop movement zinaonekana kama ndio watu wapate promotion au vitu ambavyo watu wengi wanapenda kuongelea, lakini movement ambazo wanafanya au sio. Kwa hiyo namna ambavyo mimi unavyofanya kitu lazima uangalie opportunity ni nini. Sawa, ndio unaona redioni saizi hakuna nyimbo zenye tempo D, hakuna nyimbo za rap zenye hakuna nyimbo zenye beat ya tempo hizi. Kwa hiyo sisi tukaona it's a chance, ngoja tujaribu kufanya. Watu wanapenda, na kweli ukiangalia hata comment kuanzia audio mpaka comment nyingi watu wamefurahishwa. Watu wamefurahishwa, watu na upo ndo kwanza umetoka jana, unaelewa tu, umetoka kuanza kutoa tu online. Lakini nashukuru Mungu kuna radio station ambazo zimeendelea support audio, lakini kuna televisions ambazo zimekuwa video tayari. Kwa video watu wataanza kuiona kuanzia leo, kesho na kuendelea. Kwa hiyo na ni mapema sana kwanza kuongelea impact ya video saizi, lakini naamini video kwa sababu ukiangalia hata kwenye comments kama YouTube watu wanaona watu wamepokea video vizuri sana. Kwa hiyo na video inaenda kufanya vizuri kabisa, kupata nafasi. Na washukuru watu wote ambao wanaendelea kusupport mpaka sasa hivi. I really appreciate it. Oh wow, amazing. Nimeipenda sana hiyo. Na baada ya hii ngoma, kitu gani ambacho kinafuata kwa hizo business? Mwaka huu nimeplan kutoa album yangu ambayo kama sio mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 12 mwaka huu. Kwa hiyo sasa hivi imetoka video ya Putin tutaipush, lakini baada ya video Putin kuna project kubwa pia inafuata, ni collaboration kubwa, na nafikiri watu wengi watakuwa surprise. Toka tayari ni ngumu kuongelea kwa sababu ndo kwanza video yetu imetoka jana, so we have to push the video, we have to push the audio. Lakini baada ya hapo pia kuna mwingine unakuja watu tayari. Oh yeah, nice. Kwangu mimi japokuwa nakufahamu kama msanii, pia nakufahamu kama actor ambaye nimeshakuona katika movie tofauti kama vile Princess, katika
upande wa katika upande wa uigizaji wa movie, je, tutarajie kuona some movies zako, some picha zako labda? Mimi movie mara nyingi watu wa movie huwa wanani contact. Nafanya biashara na maliza. Sikuwahi kufikiria kufanya kitu changu peke yangu. Au sio? Lakini mimi nafanya biashara na movie ni bado ipo kwenye entertainment. Kwa hiyo huwa naangalia vile vitu ambavyo havinitoi kwenye entertainment. So movie naendelea kufanya, lakini bado nafanya kama mtu ambaye watu wakini approach wakiona kuna character natakiwa kufanya na nikaona itanifit basi kufanya. Lakini otherwise bado sijafikiria kufanya movie zangu peke yangu, hapana. Okay. Ila kwa upande mwingine labda unatamani kufanya? Yeah, natamani kwa sababu ni kitu napenda. Wow. Yeah. Nice. Kwa kumalizia kabla haujaondoka, sijui labda kuna wasanii ambao unawafahamu kutokea hapa Rwanda? Yeah, like Meddy. Meddy, okay. Yeah, Meddy, he's dope, man. I love his music. Then there is guy ameimba na Diamonds. Boda. The Ben yule. Yeah, the Ben. Mwili kama wako hivi. I got love for him, huh? Nilikuwa na useme eti ana mwili kama wako hivi. Ben, mamili fulani ya watu wa West Coast. Ewa. Okay. Yeah, lakini wapo wasanii ambao kuna wasanii ambao that is producer pia tutafanya naye kazi kutoka Rwanda. Okay. Jina limenitoka kidogo. Nita kutext, nina project nimefanya naye hajatoka bado. Okay. Katika hawa wa producer wapya. Yeah, ni wa Rwanda. Okay. Baadaye nafikiri utawafahamisha watu kesho kipindi au Jumatatu. Jina limenitoka, nifanya naye kazi zamani kidogo. Jina limenitoka. Okay. He's big for Rwanda. Ana project kubwa sana kwa Rwanda. Okay. Otherwise napenda muziki na pia ngoma zao naangaliaga pia hapa kwenye television. So good, yeah. Oh yeah, fresh kizazi sana. Yeah. Anyway, kwa kumalizia, sijui labda una message ungependa kushare kwa Wanyarwanda, alafu tukushukuru kwa time yako. Mimi kikubwa nashukuru sana for love and support. Hii imekuwa kubwa sana kwangu. Ndio. Lakini nakushukuru pia Mr. Yusuf kwa kunipa nafasi ya kuzungumza na ndugu zangu kutoka Rwanda hapo. Wow. I really appreciate. Na mimi kikubwa ambacho nawaahidi ni muziki mzuri. Album yangu inatoka mwaka huu, lakini project yangu ya Putin imetoka. Video pamoja ndio wanaweza kaingia kwenye YouTube channel yangu Izzo Bizness wakaicheck ngoma. Ni real rap. Yeah. True kabisa, yeah. Yes. Nimekumbuka hiyo producer Rwanda ni DAVYDENCO. DAVYDENCO, yeah man. Hey, jamaa mkali sana I say. Yes, I did a project with him. Oh yeah. Na imani your project kali sana bro. Project ni kali sana for real. Yani project it's a big project and I really appreciate it. Oh yeah, inatoka lini? Bado sijafahamu bado. Sijafahamu bado, lakini na project moja nimefanya na. Okay. Tuitarajie katika hiyo album ambayo inakuja soon? Yes, kwenye album itakuwepo. Wow. Amazing. So, kwa kukuaga rasmi, nilikuwa nina moja katika ngoma zako 3 hivi
na ningependa unichagulie ngoma moja, alafu ndio utaniambia kwa nini umetuchagulia hiyo ngoma. Ila kabla sijazitaja hizi ngoma, nimegundua kitu kimoja hivi. Baadhi ya ngoma zako nyingi ni collabo. Kwa nini yani unapenda sana collabo? Zipo nyimbo ambazo niko peke yangu, zipo nyimbo ambazo unafanya collab. Hata wasanii wakubwa kwa duniani wote wanafanya collab. Hata sasa hivi I'm looking forward kufanya kazi na wasanii kutoka Rwanda, Kenya, Uganda, kufanya na Navio pale. So mimi unajua we exchange fans, lakini pia mimi naamini sana kwenye kutengeneza muziki mzuri. Na watu hili mnatengeneza muziki, tunafanya muziki kwa ajili ya kuelimisha, kuburudisha. Sometimes collaborate na nini. Na ikataka. Ndio. Yeah, na hizi ngoma zako tatu ni single, sio collabo. Kuna ngoma yako inaitwa Tumugere. Kuna nyingine inaitwa Walalahoi. Na nyingine ya tatu inaitwa Rafiki. Utatuchagulia moja na utatuambia kwa nini, na tukushukuru sana kwa time yako. Mimi nachagua Rafiki kwa sababu kila mtu ana rafiki, kila mtu yuko na friend. Na lazima ujue rafiki wako wa kweli ni nani. Unajua? Na wimbo niliotoa inspiration tu ya mtu ambaye mimi binafsi ni hata kwa stories za marafiki zangu. Nikaona nieneze wimbo ambao utazungumzia kujua yupi ni kweli. Kwa mimi nimejaribu kueleza. Ukisikiliza vizuri umepata elimu tosha na kugundua yanastahili kuwa rafiki yako. Oh yeah. Nakubali. So, tukushukuru sana Izzo Business kwa time yako, na asante sana. Anytime uweze, yani kama kuna kitu fulani unataka kushare kwenye Rwanda, anytime ujisikie kama uko nyumbani kabisa Tanzania. My brother, I really appreciate na asante sana. Shukran, yeah. The Big Friday Live. What's up?